sasa wakati natoka muda ule nilikuwa na wasiwasi kama nitapotea, lakini niliulizia kwa maeneo yale mpaka nikapajua. Afu pia kumbe nauli shilingi 2000 tu. Sio mbali, hata kutembea unaweza ukiwa nauli kazini Pale sio mbali, lakini kipenzi, nauli ya shilingi 2000 sehemu yoyote ile kwa Dar es Salaam hii ni mbali. Yaani at least ungeniambia nauli shilingi 500 hapo sawa. Lakini wewe umetumia usafiri umefika pale kwa shilingi 2000 ni mbali. Sema ndo hivyo tu. Kama wa kiume wakati mwingine tukiwa hatuna madusko tunatembea. Ila kitu kimoja mke wangu. Umeona kazini pale jinsi palivyo. Pale ndo pana maana halisi kwamba kazini chizi, nyumbani baba. Maisha ya nyumbani tofauti na maisha ya kazini. Pale mzee wa miaka 60, 50 sawa sawa na kijana miaka 18, 20, 25. Wote tunakuali. Linapofunguliwa geti tu ile asubuhi pap tunaingia. Shikamoo mzee fulani, shikamoo mzee fulani, shikamoo mzee fulani. Heshima inakuwepo. Ila tunapovaa nguo za kazi, sasa tupo eneo la kazi. Pale wote ni vijana. Sawa. Sio kwamba spendi hiyo unapokuja kazini, hapana. Usije ukaona kwamba huyu baba vipi mbona niwekea misingi migumu au akupenda kuja kwangu, hapana. Nimependa ujio wako lakini sio kwa eneo lile la kazi. Afadhali hata ungenipigia simu nipo getini. Nimwambie mlinzi kwamba pale wewe unisubiri mimi nije kuliko mlinzi alivyokuruhusu uingie moja kwa moja. Sasa mimi nimeona mpaka saa 8 umeniambia ujala na mimi nilikuwa nishapika nyumbani. Nikaona kwa nini nisikuletee chakula. Sawa, ni jambo jema ulilofanya, lakini ninachotaka kuzungumza kitu kimoja. Pale sisi tuna masiala ya hatari. Yaani masiala ambayo mke, mzazi, mtoto hawezi kukaa kusikiliza utani uliokuwa pale. Kuna neno gumu linaweza likatamkwa pale. Watu wako kwenye makuzi, lakini wewe sasa mke wangu ukahisi labda yule mtu yuko serious. Afu mwisho wa siku ukarudi nyumbani ukanisubiria nimefika tukaanza kununiana. Kumbe yale ni masiala ya kazini. Mzee wa miaka 65 kutoa neno gumu kwa sisi vijana ni kawaida kwa sababu kwa muda huo eneo la kazi tunachukulia na wote tuko sawa. Sio, unanielewa? Sasa mimi wewe mke wangu afu isitoshe vipato hatufanani. Kuna mabosi pale wana kila kitu. Watu wanasukuma Range Rover, watu wanasukuma VX V8 wana hela zao. Hebu jiangalie ulivyo mke wangu. Sitaki nije nikupoteze mke wangu, wewe ni mzuri, unapendeza. Kwa watu ulivyoonekana tu mabosi wote macho akaanza kuwatoka. Je, uko tayari mimi kunipoteza? Mimi sipo tayari kukupoteza wewe kwa sababu wao wanaweza kutumia gharama yoyote ili wampate mtu yoyote. Na hicho ndio kitu kingine mimi sitaki wewe uje kazini. Kwa sababu mabosi zangu wana tamaa, watu naofanya nao kazi wana tamaa. Isije ikatokea ya Feruzi na mkeo. Hilo mimi sitaki. Mwisho wa siku ikawa mkasa wa bosi, mimi nikaeka panga kiunoni nikaenda kuchepana na watu. Familia inanitegemea, wewe unanitegemea, watoto ndo kama unavyoona wanasoma shule za hela. Haya mimi nishafungwa wakati huo na kuachia huo msala wewe peke yako. Au ndo utakuwa una enjoy na mabosi zangu, maisha mengine yanaendelea afu watoto zangu wapate shida. Bana acha mambo haya bana. Sasa usifikirie mabaya. Mimi sijafanya kwa vibaya. Nilikuwa tu nimekukumbuka kukuona na unaniambia ujala ndio maana nikaamua nikuletee chakula. Lakini sio mimi nikuja kufuata nini. Mimi nilikufuata wewe. Sawa, mimi nakuelewa umenifuata mimi. Na mimi ndo najaribu kukuelekeza mazingira ya kwangu. Yaani ni bora ukaishia getini. Pigie tu simu, baby mimi nimefika hapa. Au unataka kuingia kabisa kwa yani wewe ulivyoingia ujue kwamba mimi nafanya kazi vipi au naishi na watu gani? Wale ndo watu sasa na uishi nao. Umeona ndani ya dakika 5 matusi 7. Ndani ya dakika 5 masiala kibao. Wengine mara wameanza kukushika sasa zile dharau ambazo mimi sizitaki. Sio nikarukiana na watu vichwa. Mambo hayo ndio nilokuwa nayakataa kipenzi. Kwa sababu wewe unavokuja mwisho wa siku mazoea atajenga tabia. Yakishajenga tabia yale makuzo wanayonifanyia mimi wataanza kukufanyia na wewe wakiamini sisi sote hali yetu ni nini? Ni moja. Kumbuka wewe ni mwanamke. Mwanamke kitu cha kwanza sisi tunachohitaji kwake ni stara. Na ndio maana nimekuchukua wewe kwa sababu una stara. Sasa watu wakiivua stara yako tayari tatizo mimi nitapoteza upendo kwako. Hicho ndio kitu ambacho mimi nakipambania hapa kipenzi. Sio kwamba nimekuzuia usije kazini. Kazini kwangu kuna changamoto hiyo.
Sawa basi, nitakuwa nampa hata pikipiki ya kuletea. Hilo ndio jambo la msingi, ila usikasirike. Mimi sijakasirika, labda nilihisi wewe umechukia au hujapenda. Yaani ujio wako wa kuja mule ndani ndio mimi sijapenda, nisikufiche. Sijapenda kabisa, kwa sababu watu naoishi nao na wajua, nilishakuelekeza. Na ndio maana nimekuelekeza hivyo. Siku nyingine kama itawezekana, nikisha kwambia labda mimi na njaa 1 2 3 sijala mpaka dakika, ni bora ukamtuma bodaboda. Au kama unakuja, ni heri ukaishia getini ili tuepushe ibilisi. Sijui unanielewa mamangu? Kuna watu wanaweza kutumia fedha, wanaweza wakatumia vitu vyao vya thamani ili kumpata mtu yoyote wanayemuona mzuri. Wewe unavutia, una kila kitu, una rangi ya asili, sawa, ushawishi mkubwa kwa mtu yoyote atakayekuona kwa mara ya kwanza. Mimi siko tayari kukupoteza kwa sababu nakupenda, na nitagombana kweli na watu, na nitaumizana kweli na watu. Sasa nikishaumizana na watu tayari itakuwa changamoto kwangu mimi, ambapo ndaiacha sasa familia yangu. Hapo lazima tugawane majengo ya serikali kwa muundo wowote. Sitokubali, kwa sababu nakupenda mke wangu na sitaki nikupoteze. Sasa upendo wangu uliokuwa ndani ya moyo wangu kupitia wewe, natamani siku zote nikuone wewe ukiwa na furaha, mimi na furaha. Sasa kwa nini tupotezeane furaha? Basi nielewe kwenye hili, tekeleza kile ninachokwambia mamangu. Sawa, lakini usiwazee vibaya, si nini. Mimi sikuja kwa nia mbaya. Kuwaza vibaya kawaida, kwa sababu mimi mwanaume kaumbwa kwa matamanio. Mwanaume yoyote anapomuona mwanamke mzuri, matamanio lazima yawepo. Kwa na wewe uko barabarani unaangalia watu wazuri? Sina maana hiyo, kwa sababu mimi tayari mzuri wangu naye na nampenda, nimemweka ndani. Sawa, kizuri changu kipo ndani, na ndio maana sina matamanio tofauti na mke wangu. Sasa kwa kuogopa uzuri wa mke wangu aliokuwa nao, na ndio maana najaribu kuweka defense mapema, watu wasije wakaanza kukuletea tamaa. Mimi sina hela kapuku mmoja tu. Watu wasije kaweka milioni 10 pale ukaangalia utu na fedha. Hivyo vitu havikai sehemu mbili, sehemu moja. Hivi vitu viwili watu wanachagua kitu kimoja tu, uchague utu au uchague fedha. Kama ukidondokea kwenye fedha, basi tayari mimi na yeye maisha, kila mtu atapita zake. Sasa nikishatambua hilo, sasa bosi fulani ndo anafanya kitu fulani kwa mke wangu, hilo ni tatizo. Utavunja magari ya watu, utapangua na mabega kupitia mapanga, nikamgeuza mtu kavaa vesti. Sasa hilo silitaki. Unanipenda, nitunzie upendo wangu ndani ya moyo wako. Nakupenda na kutunzia upendo wako ndani ya moyo wangu. Maisha mengine yaendelee mamangu. Nakupenda sana. Nakupenda pia.